Cash out in style with improved Odibet cash out. Unatazama Ndizi TV. Afrika. Naam, karibu tena tunaposidi mbele katika Sauti ya Uongozi, kipindi ambacho kinakuja kwako kila siku ya Jumamosi saa 1 baada ya kupata taarifa za habari hadi saa 3 usiku. Hii leo niko na mgeni studioni, walikuwa wao wawili, lakini kwa bahati mbaya moja hajapata nafasi ya kufika kwa sababu ya shughuli zingine ambazo hazingeweza kuepukika katika siku hii ya leo. Lakini bwana Dennis Ombaba Gekonge hapa studioni, na kila ambacho tunaangazia uongozi wa kizazi kipya, uwajibikaji na kuwapa nafasi sawa wanawake, kile ambacho tumetaja kwamba ni hali ya kichinzia. Nikinukuu tunapoendelea kusonga mbele ni kwamba kuna nukuu pale nitakuwa nikikusomea, lakini nikukumbushe mahali ambapo tukuna unatupata ukituma ujumbe mfupi kwa nambari 21575, na bila shaka nilikumbusha kwamba katika mtandao ule wa WhatsApp unaweza tuma nambari unaweza tuma ujumbe kwa nambari 0711199890. Hapo ndipo utakuwa unatupata moja kwa moja, bila kusahau kwamba katika YouTube yetu tupo live pale, na hapo utakuwa unafuatilia moja kwa moja. Na kwa wale ambao wanaendelea kufuatilia maswali yale ambayo mmetuma pale na jumbe zenyu ambazo mmetuma, nitakuwa nikizisoma moja kwa moja. Kwa sababu tu kabla hatujaenda mapumziko tulikuwa tunaangazia nafasi ya wanawake kujiuliza maswali hapa na pale kwamba je, ile 2/3 gender rule imefanikishwa vile ambavyo katiba ya mwaka 2010 inataja katika taifa hili la Kenya. Na kuna kiongozi mmoja aliyehudumu kama rais pale South Africa ama Afrika Kusini, Nelson Mandela, kuna kile ambacho aliwahi kusema hivi, nikinukuu kwa lugha ya Kiswahili: jamii yeyote itakayomnyima mwanamke nafasi ya uongozi inachinyima nusu ya hekima yake. Nirejelea tena kwamba jamii yeyote itakayomnyima mwanamke nafasi ya uongozi inajinyima nusu ya hekima yake, ikiwa kwamba hilo nimelinukuu kutoka kwa aliyekuwa rais wa nchi ya Afrika Kusini, Nelson Mandela. Sijui kama bwana Mbaba unakubaliana na jinsi ambavyo alisema wakati huo. Nimenukuu tu kila ambacho alikitaja pale, na tunaposidi kusonga mbele tutaingia kwa segment nyingine ambayo tunaendelea tu kujiuliza maswali. Je, vijana hawa wanapata kuchangia katika siasa za nchi ya Kenya? Wanachitoza pale, changamoto zile ambazo wanazipitia ni zipi? Hapo ndipo tunaanzia. Bwana Dennis, karibu tena. Na sasa kile ambacho tunaangazia ni kwamba je, hawa wanawake na vijana ni changamoto zipi hizi ambazo wanazipitia katika wakati wanajaribu kuingia siasani ama wakiwa siasani? Asante Jeff. Kabla niingie katika swala hilo, niruhusu nikubaliane na Nelson Mandela ya kwamba hivi ambavyo amesema ni kweli. Kwa sababu wanawake wanayo hekima nyingi sana. Wanawake ni watu ambao wanaweza fanya vitu vingi ambavyo ni vya ajabu. Wanao uwezo, tunaambiwa kwa lugha ya Kimombo, they have another sense. They have another sense. Yes. Which sisi kama wanaume hatuna. So kama wanaweza tumia hiyo sense yao, ama kama wanaweza pata chance kutumia hizo sense zao, wanaweza fanya mambo makuu katika Kenya hii ama katika ulimwengu mzima. Ni maana anasema ukiwanyima nafasi ni kama hiyo part yao umenyima, ama dunia ama nchi yeyote imenyimwa hiyo nafasi. Nikiingia katika swali lako la changamoto ambazo sisi kama vijana tunapitia, changamoto ni nyingi sana. Haswa wakati wewe kama kijana umejitosa na kusema unataka uongozi. Jambo la kwanza ni hiyo dhana ya kwamba hao watu wazee wanaona ya kwamba sisi kama vijana hatuwezi ama hatuna uwezo wa kufanya nini, wa kufanya huo uongozi ama wa kuchukua uongozi. So unaposimama tu mahali popote ukisema mimi ni natafuta kura, ama ukisimama tu, unajua katika hafla nyingi wakati ukifika wa wanasiasa unasikia tu wanasema ni wakati wa wanasiasa, sasa hebu mkuje mtuambie kile ambacho
mnacho. Wakiona tu kiongozi hivi, kuna wale ambao kwa lugha ya kimombo tunasema wame switch off already, yani wanasema hapo hakuna kitu already, vile wamekuona tu washakuchaji ya kwamba wewe hakuna kile ambacho unafanya. Jambo lingine ni kwamba fedha ni hakika ama ni uhakikishie wale ambao hawajaonja hiki kitu ambacho tunaita wanasiasa, ni lazima ukuwe na pesa. Kwa mfano, ukitaka kumove from one place to another, lazima hata ukuwe na means. Na unapata wewe kama kijana hauna means ya kufika huko. Ukienda mahali fulani, afla yoyote, lazima at least ufanye nini? Pesa. Tufike sasa wakati wa uchaguzi wenyewe. Ukienda mahali fulani uwezi ongelesha watu dakika 5 kama hawajafanya nini? Hawajakwambia maliza haraka, hiyo part ya mwisho ndio tunafanya nini? Ndio tunataka. Kwa hivyo changamoto hiyo ya pesa ama kukua na fedha ambazo zitakusaidia ili kuweza kufanya haya mambo ya wanasiasa pia ni changamoto nyingine. Lakini naimiza vijana ya kwamba Mungu ametupea sisi hekima na tumeambiwa ya kwamba ama tunajua ni dhahiri kwamba wakati huu uongozi wa vijana unahitajika sana, kwa sababu tumesema kuna mambo mengi ambayo yanawatupilia mbali hawa wazee na kutupea sisi nafasi mzuri ya kuweza kufanya nini? Kumiliki ama kuchukua uongozi ili tuweze kusaidia. Tunapopata ya kwamba wewe unayo hiyo hekima ya kama kijana na unaweza hudumu mahali fulani, jitume tu. Hiyo dhana ya pesa isikupee. Hata kama tunahitaji, Mungu atafanya jambo na pesa itapatikana ile kidogo ya kukusukuma ama kuweza kufanya nini? Kuweza kuenda. Changamoto nyingine ni sisi kama vijana, sisi wenyewe ni changamoto kivyetu, kwa sababu unapata ya kwamba sisi kama vijana hatuheshimu ama hatuenzi vijana wenzetu. Unaweza pata ya kwamba kama tuseme wadi yangu ninao vijana wengi ambao ni wapiga kura kupita hata namba hizi za watu wengine. Lakini utapata ya kwamba hawa vijana wenzangu mimi mwanarika mwenzao wataniacha waende kupigia mzee ambaye amestaafu kutoka mahali fulani, ambaye amefanya kazi miaka mingi mahali fulani. Utapata ya kwamba wao tena ndio wanafanya nini? Wameenda kumpigia kura. Mimi kama kijana mwenzao wananiacha na unapata ya kwamba hawanipei kura, licha ya kwamba nimewaeleza yale ambayo wanataka kufanya. Unapata ya kwamba wao wamefanya nini? Wameniacha mimi kama kijana na wameenda kufanya nini? Wameenda kupigia mtu mwingine ambaye si kijana. Kwa pointi ambayo umetaja pale, why do you think they do so? As you answer it, and maybe you can answer together with this, na kila changamoto ambayo umetaja kuhusiana na fedha, moving around, and also when it comes to campaign, now the electioneering period ikifika unahitaji pesa. And how much does an MCA need to do a campaign, the fully done campaign now, ile kutoka mwanzo when IEBC declares that now the campaigns will be starting officially until the last day, maybe 3 days to elections zimekomeshwa pale? How much does somebody need to? Kabla sijalijibu hilo kwa sababu ni ngumu. Niruhusu niseme hivi, kwa mtazamo wangu natumai vijana wanaacha sisi kama vijana kwenda kuwapigia hawa wakubwa kwa sababu ya fedha. Wanapata ya kwamba wanaangalia huyu kijana mwenzangu, yes, ataniambia nao maono mazuri ambayo anataka kufanyia watu wake. Lakini ni nini ninachokipata mimi? Nikiinteract na vijana wakati mwingine walikuwa wanasema mimi mahali imefikia saa hii sitaki story mingi. Ni nini atanipea huyu mwenye anatafuta uongozi? Na hilo linakuja kwa sababu unapata watu wakichukua kura wanaenda wanawasahau hawa zile promises zote ambazo zilikuwa zimeambiwa, kwa sababu unaweza kuja na promises mzuri waambie watu nitafanya hili na hili, lakini ukiingia hizo zizikwe. So unapata ya kwamba wananchi hasa vijana wamejenga ile dhana ya kwamba hawa kumbe wanatudanganya, tutawasaidia ama watakuja kwa mikono watuambie tusaidie hivi ili tuende kufanya hivi, na wakifika huko hilo halifanyiki. So unapata kwamba wamesema saa hii ni kuhakikisi, sitaki kutumia hiyo lugha, lakini wanasema ni kumalizana. Sitaki hiyo ya kesho yenyewe unasema barabara sijui nini uko nayo, tumalizane tu sasa hivi. Mimi nipee kile kifurusi changu ambacho unanipea. Wewe ukienda hapo ni wewe unafanya. Na hilo maybe tukipata wakati mwingine tutaenda kulizungumzia, kwa sababu limeadhiri siasa yetu, ya kwamba hata sisi wanasiasa tumejua wananchi kumbe hata hawataki hii maneno tunawaambia barabara.
ama nini, ama tutaenda kutengeneza mito ama vitu kama hizo. Ukikuja na pesa fulani hivi au ukiwapea hivyo hiyo siku ya kutafuta kura na nini, mmemalizana nao. Hakuna hacha sijui uwaambie wewe tafuta tu pesa, subiri mpaka ile wakati utawapea. So swali ambalo umeliuliza ili tuendelee, kumbuka hata serikali ilijaribu kudhibiti ni pesa ngapi zinatumika katika campaigns. Wakajaribu kusema lazima utumie kiwango fulani, kiwango hiki, lakini kwa mtazamo wangu hakika ukiweza kama unataka kufanya campaign serious lazima ukuwe na pesa mzuri. Kwa sababu wewe fikiria hivi, wale watu ambao unatembea nao, huwezi tembea nao siku mzima uache. Mahali popote unasimama hivi tu kukutana na watu, angalau lazima hata uwape ile ya chini, tuseme ni 50 bob. Assume umekutana na watu 100. Umesonga from mahali fulani umeenda na ward, unajua si kitu kidogo, ward ni kubwa sana. So ili ufikie kila mtu ndiposa akupee kura, utapata ya kwamba umespend pesa ambayo si kidogo. Yenye siwezi sema ni ngapi kwa sababu ina depend na mwanasiasa na ina depend pia vile ako nayo. Anaweza enda mwingine apeane 200, mwingine anaweza peana 500, mwingine anazama 50. So ina depend, lakini ukweli ni kwamba hauwezi fanya siasa bila pesa. Yes. Naam, kuna jambo hapo umelitaja na kidogo linaonyesha kwamba mbona sasa viongozi hao wale ambao wameteuliwa, la kwanza hawafanyi maendeleo yale ambayo wanapaswa kuyafanya. Ni kwa sababu zile ambazo nilikuwa pesa zile ambazo nafaa kutumia kufanya maendeleo nimezirudisha mahali ambapo nilitoa zile ambazo niliwapea wakati nilikuwa natafuta kura. Swali lingine linakuja hivi, vijana hawa wakiwa viongozi, je, wanawajibikaje kwa wananchi waliowachagua? Kwa sababu kuna dhana ama kuna mahala mengi tu tumeona hapa nchini kwamba umeteuliwa ndio Dennis, wewe kama kiongozi leo, ukishapata uongozi huu, kitu cha kwanza nafikiria kama huku umeoa, unatamani kuoa. Ukioa huyo tena after miaka 2 tena unaongeza mwingine na unaanza kufikiria ndio nataka kuinvest. It's not bad kufanya investment, it's good, but now kuna ile tamaa mtu ako nayo, ninunue gari nzuri. Haya, wewe ni MCA umeteuliwa kwa mara ya kwanza, ama ni kiongozi ama ni mbunge, umeteuliwa kwa mara ya kwanza na watu wanakujua, tumekuona ukikua. Kwa miaka 2 tu tunaona kwamba wewe umelijenga ama umejenga gorofa ya zaidi ya milioni fulani. Na swali linakuwa, je, hizi pesa zinatoka wapi? Swali hilo, je, vijana hawa wanawajibikaje wakati wamepata kuchaguliwa kama viongozi? Asante Jeff. Swala la uwajibikaji si swala tu kwa vijana, ila ni swala gumu sana kwa wanasiasa kwa ujumla. Ni swala ambalo kwa wakati mwingi ambalo wanasiasa hawalitilii manani. Kwa sababu uwajibikaji unakuja aje? Ukichaguliwa, unajua constitution yetu imeweka vizuri yale ambayo MC anafaa fanye, yale ambayo governor anafaa fanye, yale ambayo president anafaa fanye ama serikali kuu inafaa ifanye. So uwajibikaji wa kwanza ni kwamba ukienda huko unafaa ufanye kile ambacho umeenda kukifanya. Na vile ambavyo tulisema awali, unapata ya kwamba wanasiasa wengi hawafanyi kile ambacho wanafaa wafanye nini? Wafanye. Na mambo mengi yako ambayo yanasababisha hilo. Tumesema mfano, washajua kwamba hawa hata nikiambia naenda kufanya hili na hili na lili hawataki kusikia. Wakati mwingine hata hizi campaigns tukienda unasikia mtu ukijaribu kusema nitatengeneza barabara, unasikia mtu ameshout huko nyuma, maliza haraka, hiyo pati ya mwisho ndio nataka kusikia. So unapata ya kwamba vile ambavyo umesema, mtu akiingia tu hivyo, ile kazi ambayo alifaa afanye haifanyi. Kwa sababu gani? Sasa zile pesa zikikuja, kila kitu anataka kufanya ni kujaribu juhudi zake zote ili aweze kufanya kuona atarudisha aje zile pesa ambazo alikuwa amefanya nini, amepeleka. Uwajibikaji, jambo la pili ambalo ningependa kuzungumzia hapo ni kwamba wale ambao wamefanya yale ambayo ni contrary to what they are supposed to do, tunafaa kuona wakichukuliwa hatua. Kunazo azazi za serikali ambazo zinafaa zisimamie kuchunguza na kuona ni nini ama ni yapi ambao wanasiasa wanafanya ama wale ambao wanayo viti wanafanya, na kama wameenda kinyume wanafaa wachukuliwe hatua. Unapata ya kwamba hizo vitu hazifanyi.
tumeona wachache wakiona, for example kama ni governor akiona kuna mtu fulani kwa department fulani amehusika na ufisadi, unapata ya kwamba amesimamishwa, ama hata serikali kuu tunaona wizara fulani ikipatikana na kitu fulani unapata ya kwamba wanasimamishwa. Lakini kwa muda mwingi unapata ni kuongea tu, wanasema ufisadi uko mahali fulani, lakini ile action sasa ya kuweza kufanya wale ambao wameiba mali ya umma waweze kuwajibika haifanyiki. Unapata saa zingine tunasikia mtu amesimamishwa, lakini the end results, hata kama hizi azazi siku hizi tunaona zikirudisha mahali fulani, for example governor fulani amepatikana na sijui nini, zimenyakuliwa, zimerudiwa, lakini kwa mtazamo wangu sometimes naona ni vipindi tu, wanasema tu ili kufurahisha umma, lakini ukienda deep down unapata zile vitu hata mwenyewe ndiye anazitumia, ama zile vitu tulisikia sijui zimerudishwa ni moja kati ya zile mingi ambazo zimefanya nini, zimeweza kufanya ama zimeweza kukua huko. Jambo lingine ambalo naweza sema hapo kwa wajibikaji ni kwamba sheria, tunafaa tufanye kazi kulingana na sheria. Sheria ndio inafaa tuongoze ili tuweze kufanya ni nini tunawajibika kufanya katika kile kiti ama ile nyanja ya uongozi ambayo umepewa. Lakini mara mingi unapata watu wengine wanafanya contrary. Uliona hii sometimes huyu hawa sijui ni MP wa Nairobi anapita mali ambavyo hafai kupita. Yaani hatufuati sheria. Sasa ukiwa na uongozi wewe unafanya contrary to whatever you are expected. Ni kama sheria iko juu yako, wewe uko above the law, so unafanya vile unataka, kwa sababu if lazima tuwajibike, lazima tufanye kila kitu ambacho tunafaa tufanye mwanzo kulingana na sheria, tufanye kile ambacho tumechaguliwa kufanya. Na la tatu, kama kuna yule ameenda kinyume, kama kuna yule ameiba mali ya umma, tuone yale mali yakirudi, tuone na hizo vitu zikifanya nini, zikifanya kazi, ili kila mtu awajibike. Ndio upate ya kwamba kila mtu ama mwanasiasa yote akijaribu kufanya kitu fulani, kama ni maybe akijaribu kufikiria kwenda kupora mali ya umma mali fulani, anafikiria zile consequences, anakumbuka ya kwamba nikifanya hii step ama nikifanya hili nitaenda kupata pigo fulani ama kitu kama hiki kitanipata, na utapata ya kwamba tumedhibiti hiyo mambo na kila mtu atawajibika afanye kile ambacho anafaa kufanya. Na nadhani kwamba umelijibu swali hilo vizuri. Tunapoendelea kusonga mbele, mpendwa mtazamaji, endelea kutuma ujumbe wako ikiwa kwamba ni swali ama ni jambo ambalo ungependa kuongezea katika mjadala wetu wa leo, tukiangazia kwamba uongozi wa kizazi kipya na bila shaka uwajibikaji na kuwapa nafasi sawa wanawake na vijana katika siasa za hapa nchini Kenya. Tunapoendelea kusonga mbele, mara ambapo tutakuwa tunatuma ujumbe mfupi ni kwa nambari 21575, na bila shaka kuzungumza nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii pale WhatsApp utakuwa unazungumza nasi kupitia nambari 0711199890 0711199890. Hapo ndipo utakuwa unatuma ujumbe kupitia mtandao ule wa WhatsApp, na bila shaka pale YouTube tupo live, na hapo utakuwa unatuma ujumbe ama uweze kuzungumza nasi moja kwa moja. Bwana Umbasa, bwana Umbaba, samahani. Kuna jambo hapa ambalo limekuwa likijitokeza wiki chache ambazo zimepita. Tumeona watu wakiandika katika mitandao wakisema kwamba kuna sheria ambayo rais wa nchi alitia sahihi. Aswali ni kitu ambacho kilifanyika siku ambayo tulimpoteza kiongozi shujaa Raila Amolo Odinga. Hiyo siku kuna miswada ambayo rais alitia sahihi kama sheria ianze kufanya kazi. Tukiangazia utumiaji wa teknolojia na mitandao ya kijamii, ni jambo ambalo limekuwa likifanya wengi wale ambao wanazungumza vibaya kuchukuliwa hatua. Mara nyingi tumeona vijana wakikamatwa kuhusiana na kile ambacho wamekiandika mitandaoni, hasa kuwatusi viongozi kulingana na kipi kile ambacho kinaendelea kwa Kenya sasa hivi. Na je, teknolojia na mitandao ya kijamii inachangiaje katika kuwajibisha viongozi hawa? Kwa sababu leo wewe ndio kiongozi, mimi nitaenda pale niandike kwamba Mheshimiwa Daniel Ombaba alipatikana ama anatuhumiwa ama tumeona ametumia fedha fulani visivyo. Na nikitaja pale, wewe utatuma vijana wako, wakinipata basi huenda nitapotea kwa muda, nisionekane ama nisijulikane nilipo, aidha nipatikane nimeuawa bila kuchukuliwa hatua ya kisheria ile ambayo inahitajika. Na swali hili linakuja, je, na hilo ni kitu ambacho tumekuwa tukiona hapa nchini Kenya, hata mashirika ya kijamii za kibinadamu zimekuwa zikipigania hilo. Teknolojia hizi na mitandao inatumikaje kuwajibisha viongozi walio uongozini sasa? Asante Jeff.
Kwanza niseme ama nitume pole za rambirambi zangu kwa kiongozi wetu Raila Amolo Odinga aliyetuacha na niweze kuambia familia yake iweze kufarijika kwa sababu Mungu anajua mbona hilo limefanyika. Nikikuja kwa swali ambalo umeniuliza, teknolojia ama mtandao ama hizi nini za kijamii ambazo zinatumika siku hizi zina play a very big role in disseminating information kwa wananchi. Kwa sababu ni jambo ambalo watu wengi wanafikiwa kwa muda. Kwa mfano tukiwa hapa leo unaweza pata ni watu wengi wanatupata kuliko maybe mimi na wewe tungekuwa huko mahali fulani tunaongea. Kwa hivyo ni jambo ambalo linaweza tumika ama ni tool mzuri sana ambayo inaweza tumika ili iweze kuwajibisha hawa viongozi jinsi ambavyo umesema. Lakini nasikitika kupata ya kwamba saa zingine unapata kuna wale wanaenda overboard. Ni jambo mzuri kwa sababu vile umesema ukiandika wewe kama kijana uweze kuandika ama ukiona jambo fulani baya linatendeka, kwa sababu tumeona wengi ambao wameokolewa kupitia kwa hii mitandao ya kijamii. Jambo fulani limefanyika mahali, wananchi wameweza kupeana onyo ama wameweza kulimulika na limeweza kutendeka, kwa sababu kuna wale ambao wamesaidiwa, maybe ni shida fulani alipata. Kuna wale viongozi walifanya jambo fulani kama hilo la ule huyo kiongozi nimesema wa Nairobi ambaye alikuwa anapita upande wa barabara ambao hafai kupita. Tuliona vile ule mtangazaji aliweza kumshika na ikarusha watu wakapiga sauti kila mahali. Yule kiongozi alichukuliwa hatua akapewa fine na hiyo story ilisha. Tunaona ikiwajibisha wale viongozi. Tuliona natumai niliona hata akiomba msamaha kwa koti ya kwamba nilifanya hivi na ninaomba msamaha. So ni jambo zuri ambalo linafanya nini, linawajibisha hawa viongozi. Lakini kuna wale vile nimesema wanalitumia zaidi. Kwa mfano kuweka hata picha ya president, for example president wetu akikufa kwa kaburi, kuweka vitu zingine ama kutusi mtu ama kufanya mambo ambayo sasa ni extreme apart from what they are supposed to do. Nimepitia bila ambayo president alisign. Kidogo kuna yale ambayo yanakwaza sana vijana ama yale ambayo yanafinya zaidi, kwa sababu kuna vile ambao vimeandikwa hapa eti kijana akipost anything yenye iko hivi na hivi sijui anashikwa anafanywa vitu kama hivyo. Lakini natumai ama inafai tufunze sisi kama viongozi, tunafaa tukubali ya kwamba mahali ulimwengu umefika saa hii teknolojia ni jambo ambalo linaweza kutufanya sisi kama viongozi tuweze kuwajibika. Na ukiona mahali kiongozi umetajwa ama umeambiwa kuna jambo ambalo unalifanya si vema, ni vizuri uweze kujirudia wewe kama kiongozi na kurekebisha yale ambayo umeambiwa ili tuweze kusonga mbele na uongozi uweze kusonga. Na naona muda wetu unaenda mbio sana. Tuko na dakika kama 7 hivi tuweze kutamatisha, dakika chini ya 7 ili tuweze kutamatisha kipindi chetu. Na ningependa tu kupitia jumbe zile ambazo zimetumwa hapa. Naona hapa hajataja jina lake lakini nambari yake inatamatika na 092, inaanza na 0711. Pale anasema kwamba anafuatilia, hajataja eneo ambalo anatoka. Mwingine hapa anasema ni Elmele kutoka Naivasha, anaendelea kufuatilia kipindi. Asante sana kwa kufuatilia pale. Na huyu anasema kwamba Hai Ndizi TV, tunaendelea kufuatilia moja kwa moja kipindi Sauti ya Uongozi. Asante sana. Na bila shaka pale naona huyu analo lile ambalo wamelitaja, hilo litashughulikiwa ndugu, lakini hujataja jina lako pale. Mwingine hapa nambari yake inatamatika na 0500 akisema kwamba ako salama sana, anatazama kutoka Nyamira County. Asante sana timu Nyamira kwa kuwa ndani. Na pale anasema kwamba anafuatilia moja kwa moja kutoka mji wa Kisii. Show iko lit mbaya sana. Asante sana. Ila ambalo litashughulikiwa pale umetaja. Nikiangalia upande huu mwingine, hebu nione kama kunalo swali katika sehemu hii nyingine ili niweze kuangazia moja kwa moja. Na bila shaka wale ambao wanaendelea kufuatilia Ndizi TV Africa, asante kwa kufuatilia pale. Hebu nione kama kuna maswali ambayo yametumwa hapa.
naona ni Boniface Maronga 3601 anasema kwamba Maronga kutoka Ichuni, nafuatilia kipindi, asante sana kwa kufuatilia. Huyu mwingine ananiambia ni Douglas Ochego, nafuatilia kutoka Kiogoro, asante kwa kufuatilia. Ni baadhi tu ya jumbe zile ambazo zimetumwa pale, na shukuru sana kwa wale ambao wametuma. Sijaona mtu akiwa na swali pale, sijui kama mwelekezi wangu amepata swali upande ule mwingine, na naona muda wetu kweli unaenda mbio zaidi. Na swali la mwisho mheshimiwa, tunapotamatisha kipindi, kuna mchango wa vijana katika siasa za Kenya. Ndio tumeona baadhi ya vijana ambao wamechangia katika siasa na kufanya viongozi wengine kuteuliwa hapa nchini. Je, vijana hawa wanatumika kwa njia ambayo ni mbaya ama ni njia nzuri? Kwa sababu kuna baadhi tumeona wamesaidika ndio, na kuna wengine hawajasaidika. Ulitumika, ni mimi na kupigia kampeni pale nyanjani, baada ya wewe kupata kiti hicho unatokomea. Kunao wale ambao wamesaidika na kunao wale ambao hawajasaidika. Mfano tukiangalia yale ambayo yanaendelea kwa saa hii kwa hii mitandao ya kijamii, utapata ya kwamba kuna kijana kutoka hapa nadhani ni Saidi ya Marani. Ndio anasema ya kwamba aliweza kumsaidia gavana, wakatafuta kura pamoja, lakini saa hii anasema anaendesha pikipiki huko na ni kama maisha yake hayako sawa. Na maybe anaona chinzi ambavyo alikuwa amejitolea kumsaidia gavana, anaona ya kwamba gavana angereciprocate na more or maybe a better way ili aweze kumsaidia. Vile vile hata kwa ward yetu unaweza pata kuna yule alijitolea kumsaidia kiongozi na anafeel ya kwamba kiongozi hajafanya nini, hajamsaidia. Lakini jambo mimi kama kiongozi ambalo nalifahamu, wale ambao unawahudumia kwa kijiji ni wengi sana, na uwezi wasaidia njia moja ama how can I say, uwezi mbenefit ye directly. Lakini kuna yale mambo ambayo kutengeneza barabara, kutengeneza chemichemi za maji, yale ambao unaweza fanya na yaweze kufaidi kijiji na yaweze kufaidi wale ambao wanatoka katika hilo eneo, ili waweze kufanya nini, waweze kuendelea. Lakini hilo pia linatokea kwa sababu unapata wakati kutafuta uongozi, kuna wale ambao wanaahidiwa ahadi ambazo hazipo. Mfano namwambia nikichukua kura maybe nitakupea hii part ama nitakupea hii, na unapata ya kwamba ile sasa wakati umefika kwa meza, unapata hizo vitu haziko, na ndiposa yale matumaini ambayo yule alikuwa nayo anapata hayako. Lakini kunao vijana wengi ambao najua wamesaidika, wale ambao wanafanya kazi na watu mbalimbali, na najua kila jambo ama wakati tunapoendelea unapata ya kwamba wameweza kusaidika. Basi bila shaka naona muda wetu unaendelea pale kusonga sana. Kwa dakika moja yako ya mwisho pale, your last segment, ikiwa kwamba iwapo kuna jambo la mwisho ambalo ungependa kulizungumza pale, na kama unazo salamu pia utatuma tu katika segment hii ya mwisho kabisa. Asante. Ya mwisho ningependa kuambia vijana tuweze kusimama, tuweze kulala, tusilale, tuweze kusimama ili tuweze kuchukua hizi position. Pia kuna hii mambo inaendelea kuchukua kura. Unapata wakati mwingi vijana hatujachukua kura. Tunasema tu tunataka kiongozi fulani lakini hatujachukua kura. IBC imepeana muda, enda pale jiweze kuandikisha katika constituency yako ili uweze kupata kufanya nini, kujiandikisha. La mwisho ni shukuru kwa kunihost hapa, na pia nitume salamu kwanza kwa wazazi wangu Joseph Gekonge na Martha ambao wako kule nyumbani Ichuni, na najua saa hii wananisikiza. Ndugu zangu kama ndugu yangu mkubwa Duke Onsongo, kuna Eric na wote, kila jamii yao wote, bibi yangu na watoto wangu wawili ambao pia najua wananisikiza, hata my in-laws ambao tuko nao. Niweze kumshukuru pia anayetafuta kiti cha ugavana katika Kisii County, anaitwa Omo Missionary Kevin Nyamari. Anatafuta kiti cha uongozi na chama chetu cha NLP, na najua anatusikiza saa hii na anayo maoni, na maybe wakati mwingine ukipatikana ataweza kufanya nini, ataweza kushukuru na kuweza kufanya yale ambayo yanahitajika. Watu ni wengi ambao ningeshukuru, na najua wananitazama kama saa hii, kama yule ambayo tunasaidiana na Ebony, huyo ambaye alituma ujumbe hapo, na watu wengi kutoka nyumbani. Natumai Mungu atatusaidia, na step moja hadi nyingine tutaweza kusonga ili tuweze kufanya nini, tuweze kufikia yale ambayo ni malengo yetu, na Mungu aweze kutubariki. Asante sana Bwana Ombaba Dennis kwa kupata nafasi kuja katika studio zetu, na wakati mwingine tukipata nafasi tena tutakuleta hapa. Hata ukipata kiti usisahau kurudi hapa kuwajibika kila ambacho tumekuwa tukiangazia. Na katika kauli yangu leo hivi niseme hivi, tumegundua kuwa uongozi wa kisasi kipya sio tu kuhusu umri, bali ni kuhusu maadili,
maadili, usawa na uwajibikaji. Vijana wana jukumu kubwa kuhakikisha siasa za Kenya zinakuwa safi, za maadili na zenye kujali watu wote, wanawake kwa wanaume na vijana wote, bila ubaguzi wa kichinzia. Mimi ni Jeff Nyakundi, ni sauti ya uongozi hapa Ndizi TV Africa. Tukutane tena Jumamosi ijayo saa 1 usiku hadi saa 3 usiku. Kwaheri, usiku mwema, tupatane panapo majaliwa.